Ndugu zanguni, nimejilaza hapa. Wakati nimejilaza hapa nikawa natafakari ujumbe, natafakari ile press conference ya Bishop Gwajima. Na nikawa natafakari yale maneno aliyokuwa ameyazungumza mle ndani, jinsi ambavyo alivyokuwa akitetea mambo ya nchi, lakini baadaye ndio sasa imetokea mlipuko, watu wanalipuka kila mtu vya kwake. Lakini ukisikiliza watu wengi unakuta kwamba wanashindwa kujibu hoja. Zile hoja ambazo Bishop Gwajima ameziweka mezani wameshindwa kuzijibu. Wabunge kule ndio havieleweki. Ukija kwenye mitandao huku havieleweki. Wengine walikuwa waajiriwa wa serikali wanajaribu kuongea hivi ili pengine wapate kiki ya kuonwa na mheshimiwa rais. Kwa hiyo kila mtu anaongea vya kwake, kila mtu anazunguka vya kwake. Mimi sitaki kuyarudia kwa sababu nafikiri nimemuelewa sana mheshimiwa Gwajima. Nimeelewa vizuri. Nimemuelewa vizuri. Nachotaka kusema baada ya kumsikiliza, nimegundua ya kwamba viongozi katika serikali, na hasa huyu tunayempenda sana rais wetu, inawezekana kabisa hawajui katiba ya nchi yetu. Sasa maneno magumu hayo, maneno mazito nimeyasema hayo, nimejichongea hapo, maneno mazito, lakini unisikilize kidogo, sitaongea sana. Nimegundua kwamba kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hii katiba hii inayoitwa kijitabu tu, inawezekana viongozi wengi wa serikali hawaijui. Lakini nikupeleke pale kwenye ibara ya 8. Alafu niongee kidogo, nikuache uanze kuzungumza. Kwenye ibara ya 8 pale, bahati mbaya sina kile kifungu, nafikiri ni cha pili kama sijakosea sana pale, na cha pili pale 8:2 pale. Sijui mnatamkaje, maana mimi natamkaga kibibilia. Sasa sijui mnasemaje nyinyi wana sheria. Lakini 8:2 pale 8:2 pale. Kwenye ile katiba yetu ya Kiingereza inasema hivi: the primary objective of the government shall be the welfare of the people. Umesikia lakini hayo maneno? Anasema the primary objective of the government shall be the welfare of the people. Sasa neno la kwanza primary. Nini maana primary? Primary manake the main objective. Primary manake the principal objective. Maana yake the number one, the most important. Okay? Objective of the government shall be the welfare. Neno welfare manake the betterment, the prosperity, the success, the goodness. Unaelewa? Yani kwa Kiswahili, jukumu la kwanza, wajibu wa kwanza wa serikali utakuwa ni manufaa. Manufaa mazuri, mambo bora, ulimbwende wa wananchi. Yani hilo ndilo jukumu la kwanza la serikali. Yani jukumu la kwanza la serikali sio kusaini mikataba na mataifa mengine. Tolewane pale. Jukumu la kwanza la serikali ni manufaa, ni ustawi wa raia. Yani raia wasikie raha. Raia wajisikie kujimwamba fai katika nchi yao, kwa sababu
wana serikali. Na hiyo serikali inapata madaraka yake kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi wakishaipa serikali madaraka, then from there on ni wajibu wa serikali wajibu number one ni kuhakikisha kwamba raia wanasikia raha. Na haya maneno yanaungana sasa na yale maneno ya Mwenyezi Mungu. Maneno ya Mwenyezi Mungu kule kwenye kitabu cha Mithali sura 29 mstari wa 2 inasema hivi. Ile sehemu ya kwanza, ile sehemu ya A inasema hivi: wenye haki wakiwa na amri, au wenye haki wakiwa na madaraka watu hufurahi. Unaona sasa? Kwa hiyo hata Mwenyezi Mungu anataka viongozi wakishapewa madaraka, ndani ya mioyo yao wawe na nia ya kuwafurahisha raia, wananchi katika nchi zao. Sasa uweze ukawafurahisha wananchi katika nchi bila kuwatendea haki. Kwa hiyo turudi tena pale. Kwa hiyo Mungu anasema, Mithali 29 mstari wa 2, anasema wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi. Anaongezea anasema, bali waovu watawalapo, au waovu wanapotawala watu huugua. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people mourn. Naona kuna tofauti pale. Kwa hiyo ukitaka kujua serikali kama ni ya haki au sio ya haki, unaangalia wanadamu au unaangalia wananchi pale. Je, wanafurahi au wanaugua? Jambo la msingi hilo. Kwa hiyo nataka niliweke hivyo. Kwa hiyo narejea tena ya kwamba jukumu la kwanza, wajibu wa kwanza wa serikali ni ustawi wa raia, manufaa kwa raia. Swali linakuja, raia wa Tanzania wananufaika vipi kwa kutekwa? Raia wa Tanzania wananufaika vipi kwa kupotezwa, kwa kuuawa? Ni wapi kwenye katiba yetu inaposema wajibu wa kwanza wa serikali ni kuteka raia, kupoteza raia, kuua raia? Wapi? Kwa hiyo kama serikali inafanya hayo mambo, uone kwamba wanavunja katiba? Na kama pengine tuseme rais hahusiki na hayo mambo, mbona hatuoni hasira yake ya kuchukizwa na watu ambao wanaenda kinyume na wajibu wa serikali? Tunawezaje kumlaumu IGP? Tunawezaje kumlaumu mkurugenzi wa usalama wa taifa? Tunawezaje kuvilaumu vyombo vya dola? Tunawezaje kumlaumu waziri wa mambo ya ndani? Tunawezaje kumlaumu? Kama wamekosea, hawafanyi inavyotakikana, yeye aliyewapatia hizo nafasi amechukua hatua gani? Amekasirishwa lini na wao kutekeleza majukumu ya nafasi zao? Kwa hiyo hata kuwalaumu hao wengine wadogo wadogo, ndugu zanguni wa Tanzania, ni kujichelewesha. Mhusika mkuu ambayo inabidi sasa tumnyoshe kidole ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani kama ambavyo yanapofanyika mazuri tunampongeza yeye kwanza, kadhalika yanapofanyika ya hovyo kama haya ya kupoteza, kuteka na kuua wa Tanzania, yeye lazima awajibike. Kwa hiyo niwaambie wabunge wa Chama cha Mapinduzi
Na nyie wengine sasa, sio kwenye wengine wenye viti sijui wapi, sio wengine wapi, mnakuja juu mnamshambulia Bishop Gwajima, vurugu za kila aina. Sikiliza, mnamshambulia kwa nini? Au na ninyi ni kama wale viongozi wa serikali wasiojua wajibu wao? Wajibu wa serikali, nimekwambia kwa mujibu wa katiba ibara ya 8 kipale kifungu cha 2, ni kwamba wajibu wa kwanza wa serikali ni ustawi wa raia, ustawi wa wananchi. The primary objective of the government shall be the welfare, the betterment, the success, the prosperity of the people. Kama haifanyi hayo mambo, imeshapoteza jukumu lake la kwanza. Msituambie kwenda kufungua daraja, sio anafungua majengo, sio anafungua. Hiyo sio jukumu la kwanza. Jukumu la kwanza ni kwamba raia wasikie raha katika nchi yao. Kama hawasikii raha katika nchi yao, rais umeyachanganya marangi. Sasa ukiongea namna hii, unaonekana huna nidhamu, unaonekana humpendi rais. Hapana, tunazungumza ukweli. Watanzania tujifunze kumsikiliza mtu na usikie spirit yake ikoje. Usikie spirit yake ikoje. Tunachotaka rais katika nchi yetu, hata kama ni wewe, lazima ujue wajibu wako wa kwanza ni kutupa raha sisi. Lazima ujue hivyo, kutupa raha sisi, kwa sababu ukweli unabakia. Na hii Watanzania msisahau ya kwamba rais wa nchi ni mwajiriwa wetu sisi. The president of our country is our employee. Sisi ndio tumemwajiri. Na sasa na yeye asijisahaulishe. Hata kama kuna kupigiwa mizinga, kutembea kwenye red carpet, mashima makubwa, maulinzi makubwa, lakini lazima ujue wewe rais wa nchi ndio mwajiriwa number 1. Wewe ndio mwajiriwa number 1. Nimewaambia kule nyuma na nitamalizia kwa hiyo niweze kuondoka, ya kwamba rais wa nchi sio mzalendo number 1. No. Mzalendo number 1 ni wanajeshi waliotoa uhai kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo wazalendo number 1 ni wanajeshi. Yeye rais vikitokea vita anajificha sehemu, lakini wanajeshi wanakwenda front line. Yani wao wameamua kutoa uhai kwa ajili yetu sisi. Hao ndio wazalendo number 1. Wazalendo number 2 ni kila Mtanzania anayelipa kodi. Hao ndio wazalendo number 2. Kwa sababu bila kodi rais hana faida, wala hawezi akasema hela hizi zikafungue, fanye hela zikajenge daraja zikafanya. Hawezi, atakuwa na hela, hana kitu. Kwa hiyo wewe Mtanzania unayelipa kodi kwa uaminifu, wewe ndio mzalendo number 2. Alafu ndio kuna wengine wanafuata huko nyuma. Lakini kusema rais ni mzalendo number 1, ile ni udanganyifu wa muda mrefu. Na uongo wowote ulioaminiwa kwa muda mrefu haubadiliki kuwa ukweli. Na uongo wowote ulioaminiwa na watu wengi haubadiliki kuwa ukweli. Na uongo wowote ulioaminiwa, ukakubaliwa na ukashadadiwa na mheshimiwa yeyote, uongo huo haubadiliki kuwa ukweli. Uongo unabakia kuwa uongo mpaka pale ukweli utakapokuja. Na huu ndio ukweli sasa. Huu ndio ukweli. Rais wa nchi ni mwajiriwa number 1. Wazalendo number 1 ni wanajeshi. Na serikali yeyote akiwemo kuanzia rais, wajibu wao wa kwanza ni kutupa raha sisi. Kama hatuna raha, hatumtaki huyo rais. Critical thinker, gospel ambassador, mzee wa fumbua macho, anko mafanikio, engine ya submarine, Pojaga Magembe Mwanangikuru, Agaya, Bangladesh.